Rais Samia amempongeza Rais wa Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah kwa kuapishwa kuwa rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Namibia, na kusema nchini Tanzania tunakutambua kwa jina la Mama Swapo, jina ulilopewa na baba yetu mwanzilishi hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Umeweka historia na kuweka kiwango cha juu kwa mtoto wa kike wa Afrika na Namibia. Kwa ushindi wako mkubwa ni wakati wa fahari kwa bara, lakini zaidi kwa watu wa Tanzania, ambako ni nyumba yako wakati wa miaka yako. Nchini Tanzania tunafurahi kuona binti tuliyemlea na kumlea kwa upendo na huruma sasa amepanda hadi ofisi kuu ya Jamhuri ya Namibia. Mheshimiwa Rais, sisi ni majirani zako Magomeni, Dar es Salaam, wanaungana na Watanzania na Wanamibia wote katika kusherehekea na kukutakia kila la heri. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC inaeleza anayejiandikisha zaidi ya mara moja katika uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura akitiwa hatiani, adhabu yake ni faini isiyopungua shilingi 100,000 na isiyozidi shilingi 300,000 au kifungo kwa kipindi kisichopungua miezi 6 na kisichozidi miaka 2 gerezani au vyote kwa pamoja. Pia mfumo maalum Automatic Fingerprint Identification System AFIS unaotumiwa na INEC ukibaini waliojiandikisha zaidi ya mara moja, orodha yao itakabidhiwa kwa jeshi la polisi kwa hatua za kisheria. Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Dorothy Semu anasema kuwa wao wana msimamo wao na hawasimami pamoja na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema katika ajenda ya no reform no election. Badala yake wanashiriki katika kuleta kuboresha mifumo ya demokrasia nchini Tanzania. Mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu tarehe 21 mwezi wa 3 2025 aliongozana na viongozi wakuu wa chama kwenye mazungumzo na kaimu balozi wa Marekani nchini CDA Andrew Lentz. Mazungumzo yalihusu umuhimu wa michakato ya uchaguzi huru, ya haki na yenye kuaminika ambayo italinda amani na kuendelea maendeleo ya watu. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Machi 21, viongozi wa chama taifa Chadema wakiongozwa na mwenyekiti wao Mheshimiwa Tundu Lissu walisafiri kuelekea Zanzibar katika ziara ya siku moja, ikiwa ni ziara mara ya kwanza tangu kuchaguliwa mwezi Januari mwaka huu kama mwenyekiti. Ziara hiyo ina lengo la viongozi wa kitaifa kujitambulisha Zanzibar baada ya kuchaguliwa mwanzoni mwa mwaka huu.